Tukio la comeback katika mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Simba na Yanga tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 2013 si ya kawaida katika kalenda ya soka la Tanzania. Ni siku ambayo anga la Dar es Salaam lilipasuka kwa shangwe, vilio, matumaini na maajabu. Ilikuwa ni dabi ya Kariakoo, vita ya heshima kati ya Simba na Yanga katika dimba la Mkapa, Temeke, Dar es Salaam. Siku hiyo mpira haukuwa tu mchezo, ulikuwa hadithi. Dakika ya 14 baada ya mchezo kuanza, upepo wa matumaini ulivuma upande wa mabingwa wa kihistoria. Ilipigwa krosi safi iliyopimwa kwa jicho la fundi seremala, ikamkuta Mrisho Khalfan Ngasa ambaye siku moja kabla ya mchezo huo alikuwa ameapa kwa jazba, nisipofunga nyumba zangu zote zichomwe moto. Alipachika mpira wavuni kwa utulivu wa mvuvi, alipata samaki mkubwa, jasho lake likanusurika, nyumba zake hazikuchoma na mashabiki wa Yanga wakalipuka kwa shangwe. Weka kwenye lango la timu ya Simba kule. Dakika 35 jinamizi likazidi kuandama wekundu wa Msimbazi. Mshambuliaji hatari Hamis Kiza kule kwao wanamuita Diego akaonyesha kwa nini jina hilo lilikuwa na uzito kupachikwa kwake. Alifunga goli la pili kwa utulivu wa muuaji wa kimya kimya. Kabla ya jua la kipindi cha kwanza halijazama, Hamis Kiza kule Uganda wanamuita Diego akawatungua tena Simba. Mabeki wakapotea kama kivuli gizani, ubao ukasoma 3-0. Ni nzima hatari kwenye lango la timu ya Simba kule. Hatari go! Mungu akikuandikia amekuandikia. Mungu akikupa anakupa. Mashabiki wa Yanga hao, kipindi ni cha kwanza, wana raha ya mabao matatu. Dimba likawa la kijani na njano, nderemo, vifijo, vuvuzela zikatawala. Simba walionekana wanyonge kama mgonjwa mahututi anayesubiri hatima yake. Mapumziko yakafika. Hakuna anayejua hadi leo nini kilisemwa ndani ya chumba cha kubadilisha nguo, lakini King Kibadeni Mputa na msaidizi wake Jamhuri Kihuelo Julio hawakuwa watu wa maneno mepesi. Walizungumza, walichochea, walihuisha roho zilizokata tamaa. Mwanga wa dakika ya 53 kipindi cha pili, mabeki wa Yanga wakajichanganya kama wanafunzi wasiojiandaa na mtihani. Mpira ukamkuta Hamis Tambwe akaufanyia kazi, ukamkuta Bertram Mombeki akafunga. Lilikuwa goli lake la kwanza kabisa klabuni na labda lenye thamani zaidi kuliko hata ada yake ya usajili. Ubao ukasoma 3-1. Taa ya matumaini ikawaka. Mpira ukaendelea kwa kasi, ngoma ikachezwa hadi dakika ya 56 ikapatikana kona. Wakati mwingi katika michezo, hasa mpira wa miguu, watu husema kila kona huwa na bahati yake. Akaelekea kwenye kibendera Ramadhan Singano. Wakati huo jina lake maarufu lilikuwa Messi, ambalo lilipachikwa kwa uwezo wake mkubwa wa kupiga chenga au hapo uwanjani. Akachonga mpira kwa ustadi wa mchongaji vinyago. Mpira ukajaa kichwani mwa Joseph Owino, akagonga ndosi, akajitwisha bila ngata. Ngoma ikaenda kujaa kambani bila hofu, bila kusita. Mpira ukaenda kujaa wavuni, ngoma ikasoma 3-2. Ramadhani Singano Messi weka kwenye lango la timu ya Yanga kule. Inagonga kichwa. Ukapigwa mpira ule. Owino kagonga kichwa. Sasa kasaidia yale anayofanya na safu ya ushambuliaji. Ramadhan Singano wanamuita Messi wenyewe, kapiga kama Messi, amelitendea haki hilo jina. Owino anagonga kichwa, amesimama mbui tuite pembeni, anashindwa. Sasa mashabiki wa Simba nao wakaanza kukanga chipsi, ajabu zikaanza kunukia. Zingekuwa hadithi za Mlanje na Chachale ama zile za Sadiki na Fikiri kuliko hata za Mua kuzamisha meli na zaidi ya hekaya za Abunuasi. Kama kuna yeyote angesema Simba angerejesha magoli yote matatu kipindi cha pili, lakini la haula, ulipatikana mpira wa kutenga nje kidogo eneo la 18. Mchezaji alikuwa ni Masud Cholo, akamimina cross safi ndani ya eneo la kisanduku. Gilbert Kaze akapiga kichwa cha kikatili, moja kwa moja kikaenda kujaa wavuni. Ilikuwa ni dakika 85 na sasa ubao ukasoma 3-3. Nahodha timu ya Simba huyo Masud Cholo kwenye lango la timu ya Yanga kule. Aliyefikiria pambano limeisha, basi ajue hakuwa sahihi. Nilisema wakati wa mapumziko yawezekana kurudi mchezoni. Sasa yamekuwa matatu mpaka mapumziko. Simba angalia
kwanza dhidi ya Yanga, anaingia na kufunga mbele ya walinzi wawili, nani ya Rumu Karavaro na Kabu Mbaku. Shangwe likalipuka katika uwanja wa Mkapa Temeke, Dar es Salaam. Mashabiki wa Simba furaha ikazidi kina, wengine walilia. Hata wale ambao waliwahi kutoka uwanjani bila shaka walijilaumu. Benchi la ufundi likainuka, Kimputa na Jamhuri Kihwelo waliinuka kama mashahidi wa muujiza. Dimba la Mkapa likawa bahari ya hisia, nusu machozi, nusu shangwe. Ni dabi isiyofutika. Ilikuwa si tu mechi, ilikuwa simulizi, ilikuwa funzo kuwa mpira hauishi mpaka filimbi ya mwisho.